Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Felista Anthony, ni mtoto wa kiroho wa Prophet Jeremiah Emmanuel. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninapenda kuzungumzia nanyi kitu kimoja kinachohusiana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amina. Mkristo yoyote unapookoka ni lazima utamani kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Amina. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anakuwezesha wewe kukupa nguvu isiyo ya kawaida ndani yako. Amina. Ulikuwa huwezi kuomba, utaanza kuona matokeo. Utakuwa ulikuwa unaomba kwa dakika 5 10, utashangaa unaanza kuomba kwa muda mrefu pasipo kuchoka. Utashangaa unapata nguvu ya kufunga, utashangaa unapata nguvu ya kusoma neno. Kwa sababu gani? Kwa sababu ushaipokea nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Amina. Roho Mtakatifu ni kiungo ambacho kinaweza kutusaidia ndani yetu sisi, kutusaidia kuomba, kutusaidia kusimama imara katika msingi wa wokovu. Amina. Tukisoma kitabu cha Matendo sura ya 1 na ule mstari wa 8 na unasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kati ya Yerusalemu na katika Uyahudi yote na Samaria hata mwisho. Amina. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, nasi ndio tutakuwa mashahidi wa Mungu tukiwa katika Roho. Amina, wana wa Mungu. Roho Mtakatifu hutusaidia udhaifu wetu. Roho Mtakatifu ni kiongozi wetu. Roho Mtakatifu ni mwalimu, yeye hutufundisha. Amina, wana wa Mungu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, utaanza kuona mambo yanaanza kubadilika katika ulimwengu wa roho. Unapoipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, utaona hadi maadui zako wataanza kukushangaa, kwa sababu utakuwa na mabadiliko fulani ambayo yatakuwa yanajitokeza, yatakayosababisha maadui zako wewe waanze kukuogopa kutokana na ile nguvu iliyo ndani yako. Amina, wana wa Mungu. Kwa sababu tukiangalia hata Yesu wakati anafufuka, alivyorudi tena kwa roho, habari zake zilienea Galilaya yote. Amina, wana wa Mungu. Ndivyo ilivyo na wewe leo. Unapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, ni lazima katika ulimwengu wa roho watapata taarifa kutokana na mabadiliko yaliyoko ndani yako. Kwanza utakuwa sio mtu wa kawaida, utakuwa ni mtu ambaye una nguvu ya ajabu ndani yako. Amina, wana wa Mungu. Maadui zako wataanza kukuogopa. Kama kuna vitu vilikuwa haviendi katika maisha yako, vitaanza kufunguka, kwa sababu tayari umekwisha kupokea nguvu ndani yako ambayo itakufanya wewe uweze kusimama. Ulikuwa huwezi kupigana na maadui zako, utaanza kupata nguvu ya kuweza kupigana na kushindana na maadui zako. Amina, wana wa Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 24 na ule mstari wa 49, na unasema, tunatazama na wachieni juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Amina. Yesu alikuwa na maana ya kwamba anatuachia ahadi ya Baba yake hata sisi tuweze kuvikwa uwezo utokao juu. Uwezo utokao juu ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, yeye hutusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkikwa. Amina. Kumbuka kwamba sisi tunaomba, lakini hatuombi vile inavyompasa Mungu. Tunaomba vibaya, bali Roho Mtakatifu yeye hutusaidia kuomba kwa kuugua kusikotamkikwa ndani yetu. Amina, wana wa Mungu. Unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, hautaweza kuogopa jambo lolote lile, hata vita itakayoinuka juu yako iwe kubwa ni namna gani. Hutaweza kuogopa kwa sababu unayo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Amina. Roho Mtakatifu atakuwezesha wewe kupigana na kuweza kushinda hiyo vita ambayo unaipitia. Kuna vita ya kifamilia, kuna vita katika ukoo wenu, kuna vita ya kwako wewe binafsi. Wengine wana vita makazini, wengine kwenye maofisi yao wana vita. Lakini kitakachosababisha kushinda hiyo vita ni ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, utaweza kushinda hiyo vita kirahisi sana. Amina, wana wa Mungu. Mkristo yoyote uliyookoka, huwezi ukawa umeokoka na ukawa huna nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Wewe bado ni Mkristo ambao hujakamilika. Amina, wana wa Mungu. Ni lazima utamani kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu hiyo ndio itakayokusaidia wewe Mkristo kuweza kusimama imara. Hiyo ndio itakayokusaidia wewe Mkristo kuweza kusonga na wokovu wako. Hiyo ndio itakayokusaidia wewe kuweza kuepukana na tamaa za aina mbalimbali. Amina, wana wa Mungu.
Utaanza kushangaa kuna vitu wewe mwenyewe ulikuwa hutamani kuvifanya kabisa, lakini kuna roho inakusukuma kwenda kuvifanya. Amina. Unajikuta unafanya, alafu baadaye unaanza kujilaumu, kwa nini nimefanya kitu kama hichi? Kwa sababu hauna nguvu inayoweza wewe kucontrol, kuweza kuacha lile jambo ambalo linakushurutisha uende ukalifanye. Lakini unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, inakupa uwezo na nguvu na mamlaka ya kuweza kushinda kile kitu ambacho shetani anakusukuma uende ukakifanye. Amina, wana wa Mungu. Hivyo tutamani sana kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mkristo yoyote unapokuka, cha kwanza tamani kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio itakao kusaidia kuweza kudumu ndani ya wokovu wako.